wako. I am dependent. Mimi ninakutegemea, mimi ni tegemezi. Sio ujinga unaoendelea leo kwenye kanisa la Bwana. Today's nonsense that takes place in the church of God. Tatoa milioni 5. I will give 5 million. Foolishness. Huo ni ujinga. Una hela wewe? Do you have money? Nakuuliza una hela? I ask you, do you have money? Na kwa kuwa hakuna, kila mara lazima upate wapambe. And because every time you have those who praise you. Ukisema unatoa milioni 100, if you say you give 100 million, unasikia wapambe amina. You hear the praise team shouting amen. Unajua hizi harambee zote ni nini? Do you know all these, what are all these harambees? Hazimo kwenye Biblia. You know, they are not found from the fundraising techniques. They are not found from the Bible. I stand before the Lord. Ninasimama mbele za Bwana. That is strange fire in the church. Huo ni moto mgeni katika kanisa. The best diet of selfishness. Hiyo ni mlo bora wa ubinafsi. Kwani huyu mtu ajui tunajenga Magomeni kanisa? Doesn't this one know that we are building a church? Mbona viongozi wanatuambia tunataka bati? You know, the leaders say we need the tunataka misumari. We need nails. Tunataka vyombo vya sauti. We need the PA system. Kwa nini mpaka aje apewe mic hapa? Why you come, you give him a microphone here. Atembee kama dume la nyani. To walk like a male donkey. Hapo anasema, I'm very sorry my translator. Anaanza kumwambia mke wake, mimi na mke wangu, you know, I and my wife, pamoja na mambo mengi tuko nayo, together with many things that we have. Rubbish. Takataka. Rubbish. Takataka. Toweni takataka hizo mbele za Bwana. Take away that rubbish before the Lord. Unatafuta airtime ya watu wa Mungu hapa. You want people's airtime here. Unashindwa nini kuingiza kwenye account ya kanisa? Why don't you just deposit in the church account? Kama hujui usiombe mwazi. You don't know, why don't you ask from the treasurer? Nini kinakuzuia kutoa? What prevents you from giving? Mkono wako wa kulia, wa kushoto usijue. Your left hand should not know what the right hand is doing. What is hindering you? Nini kinakuzuia? Lakini unataka matangazo. But you want the, you know, the news. Chakula cha ubinafsi. The food of selfishness. Ili wakuone na wewe unatoa. To see that you also give. You shall reap what you sow. Utavuna ulichopanda. Unawafanya watu wa Mungu wasio na hela wawe weak mbele za Bwana. You make God's people with no money to be inferior before the Lord. Kama yule mama mjane aliyejikaza kutoa senti 2. Like that widow who gave 2 cents. Kwa nini? Why? Kwa sababu wenye mahela walikuwa na mimina. Because those with money were powering the money. Kamera zishike vizuri. The cameras to capture it well. Unashindwa nini kuweka kwenye bahasha? How come you fail just to put it in the envelope? Wachungaji sikilizeni. Pastors listen. Msirishe watu namna hiyo watakufa kiroho. Don't feed people in that way, they will die spiritually. Msiwapepe. Don't encourage them. Hawana lolote la maana kwa Calvary. They have nothing special to Calvary. Msiwafanye waone ni wa muhimu msalabani. Don't they think they are important at the cross? Never. Kamwe. The death of Jesus kuzaliwa kwa Yesu is the only equalizer. Ndio inafanya tulingane sote. We are sinners. Sisi ni wadhambi. We cannot save ourselves. Hatuwezi kujiokoa. When we bring money, tunapoleta fedha, we bring the cattle, tunaleta ng'ombe, it's because we submit. Ni kwa sababu tunanyenyekea the blood of Jesus. Katika damu ya Yesu. How foolish are we? Yes, sisi tumekuwa wajinga kiasi gani? Leo tunatoa zaka na sadaka. Today we tithe and we give offering. To receive back money. Ili tupokee tena fedha zingine. Kwani Yesu anasemaje? What does Jesus say? Kwenye ile Mathayo sura ya 6. Matthew chapter 6. Mstari wa 19 hadi 21 to 21. Wekeni hazina zenu mbinguni. Put your treasure in heaven. Huko hakuna nondo. Where there are hakuna wevi. There are no thieves. Wala hakuna kutu. There is no rust. Kisha akasema. And then he said, pale hazina ya mtu iliko. Where a man's treasure is, ndiko na moyo wake ulipo. Where his heart is also. Sikiliza mahesabu ya Yesu. Listen the numbers of Jesus. Kwani anataka tutoe? Why does he want us to give? Huwa hataki vitu. He doesn't want things. Anatafuta moyo. He's looking for the heart. Ndicho anachowinda. That's what he's after. Mwanangu, my son, nipe moyo wako. Give me your heart. Njia zangu zipendezwe na macho yako. My ways should be pleased by your eyes. Hiyo ndio Mithali 23:26. Proverbs 23:26. Give my heart. Nipatie moyo wako. Not the coins.
Sio fedha zako. Not Tanzania money. Sio pesa za Tanzania. Not US dollars. Sio dola za Kimarekani. Not my professional. Sio taaluma yangu. Not my health. Sio afya yangu. My heart. Nipatie moyo wako. Bring your life on the altar. Leta maisha yako juu ya madhabahu. Alafu tunahubiriwa leo. And then we are preached today. Ukiwa mwaminifu kwa matoleo. If you are faithful in giving. Na tunanukuu mpaka Malaki. And we even quote Malachi. Bwana atakujaza. The Lord will multiply unto you. Isiwepo nafasi. There will be no room. Mimi nawauliza. You know, I ask you. Wewe nao watazamisha watu kupokea vitu. You who make people believe they receive things. Kama matokeo ya kutoa. As a result of giving. Kwako. To you. Kama wewe ni mwaminifu. If you're faithful. Mungu alishaka kujazia. Has God filled your room? Acha utapeli. Stop that robbery. Unamhamasisha mtu kutoa ili ajaziwe. You make someone give so that it may be given back to him. That is not biblical. Hiyo sio ya kibiblia. We give because of the cross. Tunatoa kwa sababu ya msalaba. To receive not money. Hatio kwa ajili ya kupokea fedha. Never. Kamwe. Ngoja tuone anachokieleza. Let's see what he says.